Maana saa hizi mapepo ya maagano ya boma na malaika wa kukufungua wako kwenye meza, wanaulizana, is it time? Imefika wakati. Anapaswa kukua katika hali hii kwa wakati huu kwa sababu ya 1, 2, 3. Sasa saa hii ni vitabu tu ndo zinafunguli. Wakati ambapo unafanya maombi, si ati kwamba isikiwi. Inasikizwa, lakini vitabu inafunguliwa. Wewe umeona hiyo? Umeshaiona venye maloya wanafanyanga wakifanya kwenye kotini? Hivyo ninafanyangwa kwenye ulimwengu wa kiroho. Kotini. Mapepo inafungua vitabu pande hii. Nini inafungua pande hii? Fungua. Unakumbuka babu yake alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa fulani. Yes. Mnasemaje kwa hiyo? Wale wa pande ile wanasema but we think aliomba kupitia word fulani kwenye Biblia. Aliomba kwa hilo neno. Wanaruka tena wanasema ndio waliomba kwa hiyo neno la Daudi, lakini hakufanya hii na hii ile Daudi alifanya. So he's not supposed, he is still in our power. Bado katika power yetu. Baada ndio maana unaona naambianga mtu fungua Psalms, fungua kitabu fulani, soma mara 7. Piga mara 21. Mwingine anamwambia piga 90 times. 90 times. Unaisoma chapter moja mpaka unachoka, unaboeka. Lakini hiyo ukiboeka, Biblia inasema mfalme alipokuwa anakuja kuvamiwa na Waasiria, akaenda kwa nabii. Nabii akamwambia chukua mshale, peka kwa mgongo. Naona hiyo dirisha? Rusha mishale. Hakumwambia rusha ngapi. Alimwambia wewe rusha mishale. Jamaa anachukua mshale ya kwanza. Hakuna agongi chochote. Halengi chochote, anaamua turusha kupitia kwa dirisha. Akarusha mishale 3, akaacha. Unajua aliambiwaje? Pole. Hiyo mishale ungerusha kiwango mingi, manake ungemmaliza Asiria kabisa, hangekuwa duniani tena. Lakini sasa vile umerusha mara 3, hivyo ndo unamgonga. Hiyo mara 3. Ukisikia nikikwambia soma Biblia, soma mara 7 hiyo chapter fulani, wewe fanya hivyo hata kama utachoka. Nikikwambia soma kwa kupiga magoti ukiwa umeangalia mahali fulani, fanya hivi. Nikikwambia lala flat, lalisha tumbo, wewe fanya hivi. Nikikwambia hiyo kaa chini tu, soma. Mama mwingine Mwamerika alikuwa anapata shida, akanipigia, nikamwambia chukua miguu yako weka kwenye maji ndani, chukua Biblia, fungua Psalms 140, soma mara 7, weka miguu kwenye huko. Ni barafu, ukiweka kwenye maji ni barafu. Lakini ndio ilikuwa njia ya kumfungua. Akakataa kutii mara ya kwanza, sema I will die. Nikamwambia are you to die spiritually? Ama unatakaje sasa? Mambo yako ifunguke ama? Na alipokubali kufanya hivyo, mambo yakafunguka. Kwa sawa? Okay. Saa nyingine Mungu anaweza akaniambia mwambie mtu afanye kitu fulani, achukue mchanga tu. Achukue mchanga, tandaze mahali ya kuwa anaikanyanga hiyo mchanga akiomba. So wewe wakati unataka kuomba, unaweka hiyo mchanga ya kwenu chini, unaikanyanga na unaomba. Sasa mbingu kule inapata njia ya kukufungua, kwa sababu ulifungwa kwa kutumia mchanga. Sasa mbingu wakati ambapo inataka kukufungua, nasema ndio amesoma hiyo maandiko, lakini tulimfunga kwa kupitia mchanga. Yeye hajajifungua kwa mchanga, amejifungua kwa maandiko. Maandiko iko sahihi kweli, tick, it's okay. Unajua hii unaiona kwa koti, kaujanja kidogo inatoa muuaji kwa mikono ya pingu. Ndio kwenye ulimwengu wa kiroho iko hivyo. Kaujanja kidogo inatoa mtu kwenye shida. Unasikia? Waganga
anamwambia mtu chukua matawi ya mti fulani, ziweke kwa maji. Saa 9 ya usiku toka uchi, oga nayo. Ukiwa umeangalisha makalio kwa mlango ya, we oga. Unaona? Huyo mtu akifanya hivyo, mambo yake inaenda aje? Na ni kuambiwa tu chukua matawi ya mti fulani. Sasa ikiwa wao utaingia kwenye circle ya huyo mwangalishaji wa makalio kwa mlango, wao uende usome Biblia yako bila kujua kuna makalio iliangalishwa kwa mlango, utaumia. Utasoma miaka na miaka. Mpaka ile siku utafunguka ujue, uende kaiambie mti, wewe mti uliye chukua amri ya makalio, kuanzia leo navunja hiyo amri, navunja hiyo maagano. Hiyo ndio siku ile nguvu ya makalio itai. I tell you, mganga anaweza kufanyisha vituko. Waganga wanabadilisha watu hivi. We. Na hawakuambii vitu mzuri. Nakwambia vitu mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimewahi ombea mtu mchawi. Aliambiwa aende aandike jina ya huyo mtu kwa choo cha asubuhi. Choo cha achukue aandike jina ya huyo mtu fulani kwenye jiwe la pembeni ya mtu. Huyo mtu akisimama karibu yako hivi anatoa harufu na yaani mtu akaingia kwenye spirit of rejection. Wacha hii yako, akaingia spirit of rejection because sasa atmosphere yake imenukishwa choo. Nobody anaweza kubaliana. Hakuna anaenda, ni mtu amesoma lakini hakuna ofisi inamkubali. Akiingia tu hivi, hata mtu ambaye ana masomo ya kidogo yake kuliko yake anakubalika. Yeye anapitwa. Ameenda maombi, ameomba. Akaniona kwa mtandao tu, vile wengine wameniona. Naomba unisaidie. Naambia fanya hivi. Toa sadaka zako. Fanya 1 2 3. Nikiwa nimelala usiku naletewa. Naambiwa huyu jina yake ilikuwa imeandikwa kwenye jiwe kwa kutumia choo cha asubuhi. Mchawi ametoa tu choo akachukua kuandika jina na akanenea. Hii jiwe, kama vile hii jiwe inadumu, hiyo unuko inuke juu yako. Haikuwa rahisi kumfungua. Nikamwambia wewe unapiga 40. Unapiga siku 40 hakuna kukula. Mpaka 40 igonge ndo akafunguliwa. Akapata kazi. Saa hizi hii ndo group ambao unaona wananifanya mimi nimelemete. Ukakaa kidogo hivi unasikizia amerusha kakitu because they appreciate it. Kitu imemkalia kwa mia. Sema Bwana Yesu, mahali popote ambayo choo kimetumika kunifunga, kuanzia leo ninajifungua kwa damu yenye uweza ya kuharibu minuko yote. In Jesus name. Sema amina. Vitu kama hizo maisikia. Sasa ndo naanza sasa kuwafundisha. Sasa ndo hiyo ni juu tu nawagusia. Ndakuja kuwafundisha sasa vile uchawi wanatengeneza na jinsi ya kufungua uchawi. Kuna uchawi wanafunga hiyo nywele yako. Wakiichukua hiyo nywele, waifunge mara 7. Waifunge 7 folds. 1 2 3 4 5 6 7. Waifunge. Ndugu yangu, utahasol kiatu ta bend. Kitambo ufungue hizo vifungo 7. It is stress. Ni stress. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vinafanyika. Unajua tunahubiri ujumbe ya ujinga. Juzi wameweka kwa mitandao. Wameenda porini wakamwaga pombe za kienyeji. Sijui kama mliona. Kwenye hizo pombe za kienyeji chupi za wamama ziko ndani.
na wanaume walikuwa wanaisha wakienda kwa hiyo msitu kukunywa hiyo pombe. Polisi walipokuja kuinasua kumwaga, na unajua polisi wanaipatanga wakati amekiuka masharti. Sharti moja tu ikikiuka inafungukanga. Kile kitu kinaweza kukuokoa wewe ni huyo mchawi asahau masharti. Ile siku atasahau, unafunguka bila bidii yako ya maombi. Unafungukanga bila bidii ya maombi. Lakini as long as anatimiza masharti, my friend, yeye ndo atakuwa anakupuliza na kupeleka venye anataka. Anaweza akachukua uzi akaiweka kwenye njia unapita, akaweka kwenye njia, ukiruka hiyo uzi bila wewe kujua. Unajua kwa plot yetu walikuwa wanafanya hiyo ujinga. Sasa wanafikiria wanaifanya kitu mimi sijui. Unashuka asubuhi, unajaribu kufanya hivi, unapata uzi. Sasa mimi najua wanaweza tumia uzi ya mkonge, wakatumia hizi uzi mnajiwanga tu hizi uzi ya kawaida, ama wakatumia uzi ya gunia, lakini hii gunia ya plastic. Umeshaiona hizo uzi kwa plot? Unashuka tu hivi, unashangaa na hii gunia imetoka wapi kwa ghorofa. Lakini unaona tu kamekunjwa kidesign fulani, kwa pattern fulani. Ukiruka kaka wewe umeingia kichwa anachukuanga hiyo uzi, anaenda porini, anaifunga kwenye mti, anasema nimefunga mambo yake hiyo. Wachawi ni watu wabaya, siwaone hivyo. Ndio maana Biblia inasema kwamba usimwache mchawi kaishi. Ni mbaya, anakufunga kwa mti ambayo hutaipata. Sasa mtu amekufunga mahali hutaipata, mwingine anaizika. Kama vile ambavyo mchanga haipatii hii uzi kuona jua, na wewe mambo yako isiwaiona jua, isiwaiona. Unajua kama mambo yako haioni nuru, utasoma degree iko hapa, lakini utakuja hapa tuchome mahindi na wewe. Akina sisi hatujasoma, tutachoma mahindi na wewe, lakini uko na PhD. Utaendesha mkokoteni, lakini uko na PhD. Mtu amekufunga tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo mengi. Wewe kujanga Jumapili, kuja kesha ndafanya kufungua watu sasa. Na kufungua. Nikiomba nikufunulie mambo yanayokukula, si utaanguka chini uzimie. Hii yote ndio imekuwa ikinifunga. Haleluya. Lakini kuna njia ya kufungua. Chochote kilichofungwa kuna njia ya kufungua. Bwana Yesu asifiwe. Yote iko kwenye Biblia. Iko kwenye Biblia. Until you empower your spiritual man, lazima kwanza ni kuamshe spiritual man. Sasa ndo nikuambie sasa, wacha tuitafute sasa ni nini hiyo kinakukula. That's why I always tell people, can you fast? Ingia kwenye prayer kwanza, ingia kufunga, alafu tuone baada ya hapo ni nini itakuja. Kwa sababu unapofunga alafu nishikanishe na mimi, portal yako inafunguka. Sasa atmosphere yako inafunguka. Sasa ikifunguka, sasa ninapatiwa kuisoma. Unajua wewe unaweza funguliwa atmosphere yako, lakini usijue kuisoma, kwa sababu ni maandishi kama menemene, tekel, pasin. Maandishi sio ya kibinadamu. Yesu asifiwe. So ile patterns wanazokufunga nayo, ufahamu wa binadamu haiwezi ikaju. Mtu akipata huyo mchawi akitumia choo chake kuandika jiwe, anaweza sema huyu mtu ni mchafu. Kwa mtu wa kawaida anasema hata siwezi tena siku nyingine kukula chakula kwenye meza moja na huu. Lakini kumbe yeye kwa akili yake anajua kitu anafaa. Muislamu anachukua Qur'an, anakuambia leo na kuitia mapepo majini 1266. Anafungua Qur'an, anasoma verses na zinakuja, zinakufanyia maneno ambayo hautaki.
Lakini wewe haujui kufungua Biblia ukavunja vitu vimekufunga. Kwa sababu gani? Sio kusudi lako, ukosefu wa elimu. Sasa mimi nataka nikupatie elimu. Kaa hapa kwa uchache hii. Mungu sio wa watu wengi, Mungu ni wa mtu. Pengine Mungu amekutoa kwa kanisa ya watu wengi kukutenga, because when God wants to work on you, anakuseparate kwa watu. Pengine hiyo kanisa ya watu wengi kuna kitu kimezikwa hapo, kwa hiyo madhabahu wavute. Ni pesa yenu nataka. Hapa hakuna pesa yako tunataka. Nataka nikufungue ukuwe mtumishi wa Mungu. Sema amina. Usipigie makofi kwa hiyo. Akina sisi wacha Mungu wamebaki wachache duniani na ni ngumu kuwapata. Wewe umebarikiwa atakaye kufungua pasipo kukulipisha 500,000. Kuna wale wakipata hii ufahamu wangu saa hii, kesho wanaendesha Range Rover, kesho wanaendesha Lexus, kesho wanaendesha ndege, wanakuwa na chopa yao inawashukisha hapo. Ile mabodyguard wataekewa bodyguard. Atakuwa kuna mmoja pale, mwingine hapa na mwingine hapa, nikiwa na ubiri. Kwa sababu kuna kitu amejua. Lakini mimi hakuna kulipisha. Mimi nakuambia for free, na ninakuambia vile utajifungua. Nikikufungua mimi wewe, kesho una uwezo wa kufungwa tena. Ukitoka kwangu, si utafungwa tena? Kama mimi ndo nakufungua. Sasa mimi nakuonyesha wewe vile utajifungua, kwamba mimi leo nikiitwa niende Amerika, wewe bado utakuwa uko safe. You are still. Akufundishaye kuvua samaki ni tofauti na akupatiaye samaki iliyokaangwa. Sema Bwana Yesu, tunashukuru kwa sababu ya ufunuo, kwa sababu ya ukweli ambazo zimefichika kwetu na umependa tukue naye. Simama kwa miguu yako. Nitafungua watu Ijumaa. Nitafungua watu Ijumaa.